Kwa nini wanawake wengine wenye uvimbe hupata maumivu makali sana ya tumbo, lakini wengine hawapati maumivu kabisa? Wengine wana bleed damu kuliko kawaida, lakini wengine hawapati dalili yoyote hata ya kuwa ni wana uvimbe. Sasa hapa kuna sababu kadhaa, hebu naomba nisikilize. Namba moja ni kutokana na location ya uvimbe, aidha sehemu ambapo uvimbe umekuwa. Uvimbe unaweza ukakuwa ndani ya kizazi aidha nje ya kizazi, ambapo hapa tunapata karibu aina 4 za vimbe. Sasa mfano kama vimbe imekuwa ndani, tunazungumzia kama submucosal fibroid na intramural fibroid. Hizi huwa zinakuwa ndani ya kizazi aidha karibu na sehemu ya ndani ya kizazi ambapo inakuwa kuelekea ndani. Hii inaweza ikapelekea kizazi kuanza kutanuka, kuanza kubadilika shepu yake, kuharibu shepu yake. Hivyo lazima itaenda kupelekea maumivu makali. Lakini vile vile wakati wa period, wakati ambao kizazi kinajisafisha, huwa mara nyingi tishu zinajikunja ili kuanza kushasafisha. Kwa hiyo zinapokutana na uvimbe, always lazima utakuwa unapata maumivu makali. Namba 2, ukubwa wa uvimbe pamoja na kuharibika kwa baadhi ya tishu. Uvimbe unapozidi kuwa mkubwa unaweza ukapelekea kuharibika kwa baadhi ya tishu. Kumbuka, uvimbe unapokuwa unatengeneza mizizi kwa ajili ya kusupply damu, aidha kupata damu. Sasa ukiwa mkubwa zaidi, huwa damu haifiki ya kutosha. Kinachotokea ni baadhi ya tishu zinaanza kuharibika. Zile tishu zinapoharibika, lazima itakupelekea maumivu makali. Lakini ukubwa wa uvimbe, kuna baadhi ya vimbe zikiwa kubwa sana zinaweza zikapelekea kwanza kubonyeza, aidha kushinikiza kibofu cha mkojo. Inaweza zikawa zinakandamiza utumbo mpana na kupelekea changamoto hasa ya choo kigumu, ambapo zikishinikiza kibofu cha mkojo unaweza ukajikuta unakojoa kila mara. Lakini wakati mwingine inaweza zikashinikiza hadi mishipa ya neva, ambapo inaweza kupelekea maumivu ya mgongo pamoja na nyonga. Kwa hiyo hii vile vile inaweza kuwa ni sababu kubwa inayoweza kupelekea maumivu. Lakini sababu ya 4 ni kwa sababu ya baadhi ya vimbe zinasababisha kuzalishwa kwa homoni za prostaglandin. Prostaglandin ni homoni za uchungu. Kawaida mwanamke ambaye anaelekea kujifungua, hizi homoni zinasaidia apate uchungu. Sasa uvimbe unaweza kupelekea hizi homoni kuzalishwa, na mwisho wa siku huyu mtu akawa anapata uchungu kama vile anajifungua, lakini kumbuka ule ni uvimbe, hawezi kutoka. Kwa hiyo kinachotokea, huyu mtu atakuwa anapitia maumivu makali, anakuwa anateseka bila kujua. Lakini sababu ya 5 na ya mwisho inaweza ikawa ni kwa sababu hasa kama uvimbe umejikunja, hasa uvimbe zenye vishikio, aidha mtu ambaye ana maambukizi kwenye kizazi. Kama una uvimbe lakini una maambukizi vile vile ya PID, always utajikuta unapitia maumivu makali sana. Lakini vile vile kama uvimbe umejikunja, mfano kama vimbe unavyoona hapo za penetrated fibroid ambazo zinakuwa na kishikio, hicho kishikio uvimbe ukiwa mkubwa kinaweza kikajikunja. Kikijikunja maana kitazuia damu kupita, always itaenda kugandamiza baadhi ya organ, ambapo itapelekea maumivu makali wakati ambapo mwanamke anaingia period, lakini na siku za kawaida. By the way, somo lijalo nitafundisha njia ya kupunguza maumivu ya uvimbe. Hakikisha naendelea kutufuatilia ili uweze kujifunza zaidi. Asante, naitwa Dr. Elisha.